Naam, ikiwa leo ni tarehe 17 ya mwezi Machi 2016, habari za wakati huu. Karibu katika Habari Clouds. Jina langu ni Sofia Kesi. Wewe ni Mtanzania wa kisasa unayehitaji kwenda na muda. Kwa kuwa una mambo mengi kufanya, Habari Clouds ni chombo sahihi kitachokupa taarifa za kina. Naam, na tuanze kwa kuangazia habari Tanzania, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amekipongeza kipindi cha Clouds 360 kinachorushwa na Clouds TV kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 hadi saa 4 asubuhi kutokana na ubora wa maudhui unaotolewa na watangazaji wake akiwemo Hudson Kamoga kwa hadhira inayowatazama. Rais Dr. Magufuli ametoa pongezi hizo hii leo kwa njia ya simu. Kama ulipitwa na mazungumzo yake, basi hivi ndivyo alivyokuwa. Mimi nawapongeza sana kwa kweli. Ndio. Bahati nzuri nimeshawashika jina yenu. Wewe ni Hudson. Ndio. Alafu mwingine anaitwa Baby. Mwingine anaitwa Sam. Ndio. Mnapozungumzaga, mnapochambua magazeti yenu hapo. Ndio. Mna aina yake ya tofauti kwa kweli, it's really very impressive. Tunashukuru sana mheshimiwa. Nimeamua kuwapigia kuwapongeza. Mimi ni shabiki wenu mzuri kweli. Asante, hongera. Asante sana mheshimiwa. Lakini bahati nzuri pia wote wazuri. Tunashukuru sana mheshimiwa. Kwa hiyo Samu unanifurahishaga, usione. Asante sana mheshimiwa. Na huyo baby. Mbaya fursa 10 ninyi mlitoa kwa wanawake tu, wanaume hamkuwapa zawadi. Nafikiri tukaona kwa sababu ya mwanamke tukimwezesha, na kwa sababu ya kuelekea kwenye 50-50 uwakilishi, basi kwa tukianza kumtengeneza vizuri mwanamke, tunaweza tukafika mahali pazuri zaidi. Basi mimi nawapongeza sana. Huyu hapa mke wangu awasalimu na yeye. Na yeye ni shabiki wenu. Haya. Asante. Huyu hapa mke wangu awasalimu na yeye. Malkia wa nguvu Mama Janet Magufuli. Shikamoo mama. Habari zenu jamani, marahaba. Habari za asubuhi mama. Nzuri. Tumefurahi kuzungumza na wewe mama, na tumefurahi sana. Yana sisi watu nafurahi sana, watu nawashabikia sana. Asante sana mama. Asanteni jamani. Kazi njema. Haya, asanteni jamani. Yaani mnatupa faraja, watu nacheka sana na mzee wangu hapa. Tunashukuru Asante sana. Asante sana. Tunakutakia kila laheri mama. Asante, mbarikiwe sana, tunawapenda sana. Asante sana. Wewe pia mama, ubarikiwe wewe na mkuu wa nchi. Haya, huyo hapa mzee. Asante. Sasa siku nyingine ninyi kila Naam. mmoja aje na mke wake na mume wenu hapo. Baby aje na mume wake, na wewe Hedi saa moja na mke wako hapo. Siku nyingine muwakaribisha hapo. Asante, ni wazo zuri sana. Haya, asanteni, Mungu awabariki sana. Asante mheshimiwa, tunakutakia kazi njema, tunakutakia uongozi mwema. Tunashukuru sana kwa juhudi zako, na tunaamini kwa pamoja tutaenda pazuri. Surprise! What a surprise! That's a big surprise ever. Surprise ever. Na hakika ilikuwa ni siku nzuri yenye kupendeza baada ya kupata taarifa hizo kwamba miongoni mwa watazamaji wakubwa na washabiki wa kipindi hicho cha Clouds 360 basi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli. Mmepewa mtihani mmoja tu, kina Hudson Kamoga, mwakisha mnakuja na mapartners wenu hapa ili tuweze kuwaona na kusikia kile ambacho watakisema. Basi hapo mliposifiwa, ongezeni bidii zaidi, mzidi kusonga mbele. Tuachane na taarifa hiyo. Chama cha wananchi CUF kimeomba serikali kudhibiti vikundi vya kihalifu maarufu kama mazombi ambavyo vinaelezwa kuendelea kuwavamia na kuwajeruhi wananchi wakiwemo wafuasi wa chama hicho visiwani humo. Taarifa Ntibashima Edward inasomwa na Roda Kimati. Ni umbali wa kilomita 73.43 kutoka jijini Dar es Salaam hadi visiwani Zanzibar, sawa na maili 45.62.
Visiwa hivyo ni miongoni mwa maeneo yanayovutiwa zaidi na watalii kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni kutembelewa. Lakini hofu kubwa kwa sasa visiwani humo inadaiwa kuwa ni uwepo wa vikundi vya kihalifu maarufu kama mazombi. Tayari baadhi ya wananchi wakiwemo wafuasi wa kafu wanadaiwa kuvamiwa na kujeruhiwa na vikundi hivyo, hali inomlazimu naibu katibu mkuu wa kafu bara kutoa ombi kwa serikali. Kumekuwa na vikundi viovu vikiwavamia wafuasi wa kafu na kuwapiga pamoja na kuwajeruhi, maarufu kwa majina la mazombi. Jeshi la polisi pamoja na kujinadi kwamba wana kila mbinu za kiintelijensia, mpaka leo hawajakamata zombi hata mmoja. Uwepo wa matukio hayo unaelezwa kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu kama anavyofafanua naibu katibu mkuu huyo. Hatukatai uchaguzi kufanyika kwa sababu wameshaamua wanachotaka kufanya, lakini tunaomba haki za binadamu ziheshimiwe. Tunaomba Wazanzibari wapewe uhuru wao kufanya wanachokipenda kikatiba, hawaenda kinyume na katiba, na tunaomba serikali ya Mheshimiwa Dr. Magufuli iheshimu mikataba ya kimataifa ambayo imeingia kwa ajili ya kulinda utu, amani na uhuru wa Tanzania. Ikumbukwe kuwa ni siku 3 zimesalia kwa wananchi wa Zanzibar kushiriki uchaguzi wa marudio ambao unatarajiwa kufanyika Machi 20 mwaka huu kama ilivyotangazwa na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC. Shukran Roda Kimati kwa taarifa yake. Ntibashima Edward kiangazia masuala hayo ya kutaka kuwepo kwa amani zaidi. Mamlaka ya chakula na dawa TFDA imefungia maduka 632 ya dawa baada ya kubaini yanakiuka taratibu, ikiwemo uuzaji wa dawa ambazo zinatakiwa kutolewa kwenye maduka ya serikali. Riza Gedius ameandaa taarifa inayosomwa na Mahija Zayumba. Kutoka duka moja hadi jingine, watendaji wa Baraza la Famasia nchini walipita ili kufanya uhakiki wa dawa zilizopo katika maduka ya dawa kama yanakidhi taratibu za kuuzwa katika maduka hayo. Ili kuunga mkono juhudi hizo, Mamlaka ya Chakula na Dawa nchini TFDA nayo ikaendesha operation ya kubaini ukiukwaji wa taratibu na kuyafunga maduka 632 katika mikoa 9 iliyofikiwa. Licha ya umoja wa wamiliki wa maduka ya dawa muhimu za binadamu jijini Dar es Salaam Madamuda kupinga zoezi hilo, mkurugenzi wa TFDA Hiti Silo anabainisha malengo ya zoezi hilo. Kama maduka ambayo yanaendesha biashara ya dawa hapa nchini yamesajiliwa na Baraza la Famasi na kupewa vibali halali kwa mujibu wa sheria ya Famasi sura 311, lakini pili, kuangalia uwepo wa watoa dawa ambao wana sifa kwa mujibu wa sheria ya Famasi. Elizabeth Shekalage ni msajili wa Baraza la Famasia. Yeye anaeleza matokeo ya operesheni hiyo ambayo imeanza Machi mosi mwaka huu. Kutokuwa na vibali kabisa vya kuendesha huduma za dawa kwa mujibu wa sheria ya Famasi kifungu namba 34, ambacho kinamtaka au kinamwelekeza mwananchi yoyote ambaye anapaswa kuendesha huduma hii, basi ni vema akapata usajili kutoka Baraza la Famasi. Baada ya taarifa ya viongozi hao, Naibu Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Dr. Hamisi Kigwangala akatoa tamko. Nalielekeza Baraza la Famasi kushirikiana na Jeshi la Polisi kukamilisha utaratibu wa kuwafungulia mashtaka ya kijinai wamiliki wa maduka hayo mara moja, kwa sababu hili ni kosa kwa mujibu wa sheria, kukutwa na dawa kinyume cha taratibu. Shukran Mahija Zayumba kwa taarifa yake. Riza Gedius ambayo hii leo inaangazia masuala ya dawa. Na kama kawaida ya Moyo, basi ni kuangazia huku na kule, kutuletea taarifa mbalimbali. Tujiunge naye kuweza kujua hii leo Mwewe ameelekea wapi na kuna nini hasa alichokutana nacho. Wahusika wa masuala ya afya, hebu fanyeni mpango wa haraka mno, mufike hospitali ya wilaya ya Butiama. Mwewe anawaomba wahusika mfanye ziara ya maksudi ili mkawanusuru wagonjwa wanaolazwa kwenye hospitali hii. Mambo ni magumu kidogo pale. Nendeni
mukaokoe jahazi. Ndugu zangu, hebu angalieni magodoro wanayolalia hayo. Bila shaka hali mumeiona. Angalieni na vitanda, mmeona Sasa hali kama hii haiponyeshi wagonjwa, inawaongezea maradhi. Ingawa mambo aliyowaonyesha mwewe hapa ni ya ndani kidogo, lakini hana budi mwewe, imebidi ya kuonyesheni tu ili muone na halafu muchukue hatua. Kwa hiyo anawaomba radhi kidogo kwa hili. Sasa maneno mengi hayajengi, lakini vitendo ndiyo mpango mzima. Mategemeo ya mwewe ni kuona ufumbuzi wa hali hii kwa haraka iwezekanavyo. Kutoka hospitali ya wilaya ya Butiama, mwewe hana zaidi, anaruka zake huyo. Naam, ni kutoka hospitali ya wilaya ya Butiama, mwewe akiwa ameingia ndani na kushuhudia aliyoyaona, na amini wahusika wameona na watayafanyia kazi. Kuwa makini tu, kesho ama lini asije akaingia na wewe kwako akatoa ya kutoa alafu ikawa shughuli nyingine. Punde tarejea hapa na habari kimataifa. Kila dakika unaweza kupata habari, na ili usisubiri saa kamili ili kujua yaliyojiri duniani, Habari Clouds imelitambua hilo na kukupa Habari Clouds.